Tukijumlisha haraka haraka, tunaona kuna mambo matatu muhimu ya kuepuka yanayotajwa. Moja, usiishi bila bajeti kabisa. Ni kujinyima udhibiti. Kweli. 2, usidharau zile gharama ndogo ndogo. Zinauma kwa jumla. Na 3, usiache bajeti yako igande. Ibadilishe kulingana na maisha yako. Hasa, kurekebisha haya kunaweza kuleta tofauti kubwa sana kwenye safari yako ya kifedha. Na sidhani kama lengo ni kujibana tu, au sio? La hasha. Lengo si kujitesa. Karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo tuna dondoo muhimu sana hapa. Ni kutoka sehemu ya kwanza ya mfululizo unaochambua yale makosa 50 ya kifedha. Naam. Na sehemu hii inauliza swali moja kwa moja ambalo ni gumu kidogo. Kwa nini huna budget? Swali zuri sana. Lengo letu hapa ni kukusaidia wewe msikilizaji kuelewa yale makosa matatu makuu yanayohusiana na budget. Makosa ambayo pengine yanakuzuia kufika kule unakotaka kifedha. Uko tayari kuangalia kwa undani zaidi? Ni muhimu sana hili. Maana tutaangalia hasa kwa nini kuishi bila mpango wowote wa pesa zako, yani budget, kunaweza kukugharimu. Hasa Pia tutaangalia lile swala la kudharau gharama ndogo ndogo, unajua. Na pia tatizo la kuwa na budget ambayo haibadiliki, imeganda tu. kweli. Haya ni makosa watu wengi wanayafanya, lakini athari zake kama chanzo kinavyosema ni kubwa sana. Sawa kabisa. Basi hebu tuanze na hilo la kwanza kabisa. Kutokuwa na budget ni sawa na kutokuwa na udhibiti. Chanzo kinasema hii ni kama kuingia safarini bila ramani. Ndiyo. Unajua pesa inaingia, lakini inatoka vipi, wapi inaenda, hujui. Ni rahisi mno kutumia ovyo ovyo. Yaani matumizi yanakuwa hayana break. Kabisa. Na chanzo kinatoa suluhisho ambalo ni la kivitendo. Anza kutumia zana, hata kama ni program kwenye simu, kama hizo za Mint au hata Excel tu, sio? Au hata daftari na kalamu au jedwali la Excel. Ndiyo. Muhimu ni kuanza. Hiyo ndiyo hatua ya kwanza ya wewe kusema, okay, pesa zangu nazidhibiti mimi. Inaeleweka vizuri sana. Sasa ukishapata hiyo budget, chanzo kinasema kuna kosa lingine linaloweza kukukwamisha kimya, kupuuza matumizi madogo. Hili linatupata wengi. Hizi kahawa za asubuhi, soda za mchana, au zile ada za subscription za vitu ambavyo hata huvitumii sana. Kabisa. Chanzo kinasema hizi ni kama mchwa wanaokula nguzo kimya. Zinaonekana ndogo kila siku, labda shilingi 500 hapa, 1000 pale. Lakini umeshawahi kukaa chini kweli na kujumlisha kwa mwezi mzima au kwa mwaka? Watu wanaweza kushangaa, Wanaweza kuzimia. Ni kiasi kikubwa cha pesa kinachopotea. Ushauri hapa ni muhimu sana. Kagua matumizi yako, kila kitu, na uwe jasiri kuondoa vile visivyo vya lazima kabisa. Hilo linahitaji maamuzi magumu kidogo, lakini inaonekana ni muhimu. Na la tatu sasa, kutosasisha bajeti yako kamwe. Hapo sasa, maisha yanabadilika, sivyo? Kila siku kuna jipya. Mapato yanaweza kupanda, kushuka, majukumu yanaongezeka, malengo yanabadilika, lakini bajeti yako ile ya mwaka jana. Unakuta bajeti imepitwa na wakati. Haiendani na uhalisia wako wa sasa. Ni kama unatumia ramani ya Dar es Salaam ya mwaka 1980 leo hii. Utapotea tu. Itakuwa haifanyi kazi iliyokusudiwa. Haina ufanisi tena. Ndiyo maana chanzo kinasisitiza, ifanye bajeti yako iwe hai. Ipitiri kila mara. Angalau kila mwezi. Angalia nini kimebadilika. Rekebisha, iendane na hali halisi. Hapo ndipo inakuwa zana kweli. Basi, tukijumlisha haraka, tunaona kuna mambo matatu muhimu ya kuepuka yanayotajwa. Moja, usiishi bila bajeti kabisa. Ni kujinyima udhibiti. Kweli. 2, usidharau zile gharama ndogo ndogo. Zinauma kwa jumla. Na 3, usiache bajeti yako igande. Ibadilishe kulingana na maisha yako. Hasa, kurekebisha haya kunaweza kuleta tofauti kubwa sana kwenye safari yako ya kifedha. Na sidhani kama lengo ni kujibana tu, au sio? La hasha. Lengo si kujitesa. Chanzo kinasema lengo ni kujua pesa zako zinaenda wapi.
na muhimu zaidi, kuzielekeza pale zinapotakiwa kwenye mambo muhimu kwako: akiba, uwekezaji, malipo ya madeni, kufikia ndoto zako. Ni kujenga msingi imara wa kifedha. Sawa. Na sasa hapa tunakuachia wewe msikilizaji wazo moja la mwisho, wazo la kutafakari. Je, bajeti unayotumia sasa au unayopanga kuwa nayo inaonyesha tu matumizi yako ya leo au umeitengeneza kimkakati iwe kama daraja la kukusaidia kufikia yale malengo yako makubwa ya baadaye, kama kustaafu vizuri, kununua nyumba au hata kuanzisha biashara? Hilo ni swali zito na muhimu sana. Litafakari hilo unapopanga hatua zako zinazofuata.